Habari za kimataifa zinasomwa kwako nami Chris Moshi. Huko Ulaya, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameitaka Marekani kuchukua hatua kali dhidi ya Urusi ikiwa nchi hiyo haitokubali kusitisha mapigano nchini Ukraine. Akizungumza Jumanne katika mkutano wa mawaziri wa umoja huo mjini Brussels, Kallas amesema Marekani ilisema kama Urusi haitokubaliana juu ya usitishaji mapigano bila masharti, basi hatua itachukuliwa. Amesema hivyo wanataka kuona hatua hizo zikichukuliwa pia kutoka upande wa Marekani. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema mazungumzo ya simu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin yameonyesha kuwa Putin hayuko tayari kwa makubaliano ya dhati ya amani. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihamia NATO Mark Rutte amesema ni jambo zuri kwamba serikali ya Marekani inahusika katika juhudi za amani za Ukraine, lakini ni muhimu kwa Ulaya na Ukraine kuhusishwa pia. Na sasa tuelekee huko Mashariki ya Kati ambapo mapigano makali yamezuka leo siku ya Jumanne kati ya vikosi vya jeshi la Sudani na wanamgambo wa RSF katika mji wa Omdurman. Jeshi la Sudani limesema mapigano hayo ni sehemu ya uchokozi mkubwa. Milipuko ilisikika katika eneo hilo ambako RSF ilirudi nyuma baada ya jeshi la Sudani kuchukua tena udhibiti wa mji mkuu Khartoum mwezi Machi. Jeshi limesema operesheni yake ililenga kuwafurumusha wanamgambo hao ambao wamekuwa katika vita tangu April 2023. Wakati huo mkuu wa jeshi la Sudani ambaye pia ni kiongozi wa nchi hiyo Jenerali Abdel Fattah al-Burhan amemteua waziri mkuu wa kwanza wa nchi hiyo tangu ilipotumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka miwili iliyopita. Na kwa kuhitimishia huko nchini Kenya, mwanaharakati mashuhuri wa Kenya Boniface Mwangi bado anaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi nchini Tanzania. Mwangi alikuwa miongoni mwa wanaharakati wengine wa Afrika Mashariki waliosafiri kwenda Tanzania siku ya Jumatatu kwa ajili ya kuhudhuria kesi ya uhaini ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu katika kuonyesha mshikamano wa kiongozi huyo. Mke wa Mwangi, Njeri, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa hajafanikiwa kuwasiliana na mumewe tangu alipokamatwa. Njeri amesema amearifiwa kuwa wanasubiri serikali ya Tanzania kushauriana na kuamua kama imfungulie mashtaka au kumfukuza nchini humo. Mwangi alikamatwa katika hoteli ya Serena pamoja na mwanaharakati wa Uganda Agatha Atuhaire. Wanaharakati kadhaa akiwemo mgombea wa urais wa Kenya Martha Karua walikataliwa kuingia nchini humo mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege na walirudishwa. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alisema siku ya Jumatatu kuwa wanaharakati wa kigeni hawatoruhusiwa kuingilia masuala ya nchi hiyo na kuvitaka vyombo vya usalama kutoruhusu wale aliowaita watovu wa nidhamu kutoka mataifa mengine kulichafua taifa hilo. Na huo ndo mwisho wa habari za kimataifa. Ulikuwa nami Chris Moshi.